Ila ambayo nilikuwa nawaeleza ile saratani iko anaweza kuona nafasi. Naweza kupata pia kwa ajili ya kusoma. Sawa. Hiyo ni nini? Daktari anaitwa kusoma. Ndio kusoma kisha na safari. Kujua dalili wakati kuna test. Kwa hiyo hapa ni mapokezi. Sawa. Hapa ni mapokezi kisha hapa baada ya kufikisha twende kwangu. Mikondo yote ni ofisi za madaktari. Tofauti ni kwamba huku ni emergency, kule ni clinic. Unakuja kwa mara ya kwanza. Unakuja marudio ndo anaenda kule. Lakini ukipotea bado unaweza kusaidia ofisi. Lolote tunaona ofisi iko ndani ya mwenyewe. Ukikosa kuona ofisi na ofisi basi ni. Kwa hiyo hizi zote ni ofisi za madaktari. Lakini hapa ni maabara. Sawa? Hapa ni maabara. Kama ile maabara tunaona kule, basi na hapa ni maabara. Hapa ni huduma ya meno. Ni huduma ya meno. Wale wenye changamoto za meno. Sawa heshimiwa? Ndio. Wenye changamoto za meno ofisi ni hapa. Mpaka hapa hizo zote ni ofisi. Tunzaji wa misigo kutoka Uteleni, kuna mwingine mapokezi wana ndugu yangu. Tunzaji wa misigo kutoka Uteleni, na mwingine mapokezi wana ndugu yangu. Hapa ni ofisi ya vipimo vya moyo. Sasa wale ni ofisi ya vipimo vya moyo. Hapa ni ofisi ya vipimo vya nyonzi, X-ray pamoja na hapa. Lakini hapa pia ni vipimo vya moyo. Tofauti ni hapa ni vipimo vya moyo, hapa ni vipimo vya moyo. Lakini tofauti hapa ni baada ya kutoka kule. Majibu yatakayotoka kule kama yanaelekeza katika mambo mengine yanahitaji vipimo vikubwa zaidi, basi nakuja hapa. Okay. Mpaka hapa bado ni huduma za nyonzi. Hata hivi vipimo vya ultrasound. Sawa, ultrasound. Ultrasound ni popote mwilini. Sawa, ni popote mwilini. Hiyo mguu, mikono, tumbo, matiti, sijui masikio, mvimba ultrasound. Na hapa ni sema majibu ya maabara. Ule majibu ya maabara unasubiri kwenye mzunguko ambao kama wazi. Lakini ukipima maabara kule majibu yanakuja kusubiri. Brani wapi? Wapi? Hii ofisi ya maabara hii. Ni moja na hii. Sasa unajua nataka kusubiri majibu. Hapa pia ni chumba cha emergency. Ambao ndio inabeba ili mpate mgonjwa. Ni chumba cha emergency. Kwa hiyo tutakuwa na
huduma ya haraka zaidi. Naomba tupunguze sauti. Mpaka siku nyingine. Ile nangu atufungue kwa mkono, sawa? Ila ukifanya namna hiyo. Nangu unafungua. Sawa? Amen. Sawa? Sawa? Hapa pia ni chumba cha emergency. Kama ndivyo sawa. Nje ndio tunaenda. Nje tunaenda. Hapa ni pharmacy ambapo unaweza kuchukua dawa baada ya matibabu. Dawa unachukua hapa, hiyo sio kuingia hapa na kuja hapa. Sasa tukale. Na ukitoka na gari kweli unakufikisha mlangoni. Sio wakushushe njiani kule. Wanakushusha hapa. Hapa ndio uingie. Wanakushusha hapa. Wala tupite huko nje. Pale stand. Stand. Nani? Ile geti pia lifunguliwa kwa mikono, linafunguliwa kwa umeme. Sawa. Hadi unaweza kaboni hapo. Hapo ndani. Ile geti ikiwa linafunga namna hii. Kama chochote kitasogea mita moja kabla, basi linarudi kufunguka. Yaani zinarudi lenye. Kafanya hapa, unaona kafanya hapa nikifanya namna hii. Nikisogea hapa. Ninachotokea. Ninakuja hapa kuna kitu kinakuja bila niachie. Kingine. Sawa? Ninachofanyika. Hapa nitarudi kagoti. Mambo mengine yanaendelea. Tena. Kuna sehemu ya kusonga hapo kwa mwenyewe. Wewe. Unamtafuta ndugu yuko wapi? Unaenda pale unamwambia naomba mnitangazie kutoka sehemu fulani. Wanatangaza afike mapokezi au malipo aonane mzima, lakini utakaa pale kumsubiri. Au kuna mtoto amepotea au kuna mtu ameingia kitu, basi unaenda pale kuna tangazo hospitali nzima, hospitali yote ya hospitali watasikia. Pia hicho kuna kamera na hata ndani kuna kamera. Kila kona kamera zipo.
iwe nje iwe ndani, kamera si. Hii ni parking ya magari wale wanaokuja basi. Mmoja wa rafiki yangu. Au kwa sababu sijaonyesha ofisi yake. Naona huko mwelekezaji wa yani orientation ngapi kama ukishangai yani umemzoea kabisa. Mlinzi pale unavyoingia mbona ni siwaelewi. Hii ni wodi ya uzazi ambayo tungelikuwa tumepita koridoni ungeweza kuona, lakini pia tunasema ambao tunatuzia unaona ile kitu kule, unaona ile kitu bondeni, Ndio. pale kaziwa pale. Ile ni kwa ajili ya umeme wa hospitali. Yaani hospitali ina umeme aina tatu. Ina umeme wa maji, ina umeme wa majenereta, ina umeme wa TANESCO. Yes. Na maji ya moto masaa 24. Hakuna mgonjwa anaoga maji ya baridi au mnamo. Hii ni wodi ya wanaume. Hii mifupa hapa wanaume. Na mbuzi. Mbuzi, kuna watumishi wanaofuga hivi. Ile kwa wakati naonyesha tunaona urefu wake. Sasa kama huyu alipokaa na upande wa kulia ameenda hivi. Yaani huku ni moja na